Charles Nyamongo. Hapa ndio nyumbani. Huyu mwanamke anaitwa Teresa, ni kwa ndugu yangu amenunua mwenye ananifuata kutoka nyumba. Kila Brian alikufa, kabla Brian atakufa. Endelea. Kabla Brian atakufa, nilikutana naye asubuhi nikitoka kwangu huko jini, nikienda kwa barabara. Tukakutana huko, nikienda barabara nikamuuliza, "Brian, unaenda wapi?" Brian akaniambia, "Kuna kitu nataka kuleta." Nikamuuliza, "Unaenda town?" Akaniambia, "Siendi town, kuna kitu nataka kuleta kutoka kwa barabara nirudi nyumbani." Mimi nikaenda kazi. Ilikuwa kitu kama saa 1. Sasa harakati nilienda kazi, nilitoka kitu kama saa 9. Fika hapa nyumbani nikapata watu wanaongea, Brian amechapwa. Mango zake mama yake alita mango zake wawili wamekuja huko, wamemtandika sana. Brian alichapwa mpaka hakujiweza, wakamweka kwa nyumba. Mimi nikarudi kwa barabara niende kutafuta mahali nilikuwa naenda kutafuta pesa. Fika Ikonge town. Nikasikia simu ikiitana. Nikichukua simu nikaambiwa kuna ndugu imetoka kutoka kwenu hapo. Sijui nini imefanyika huko. Nikasema acha nipigie mama yangu nimuulize nini. Nikapigia mama yangu tu kuelewana naye kwa simu. Sasa nikaona kuna mtu mwenye ako karibu, kuna mtoto wa dada yangu. Nikampigia simu nikamuuliza nini iko hapo. Nikasikia ni makarere na wapi. Kaniambia Brian amekufa. Sasa kukuja kutoka Ikonge nikafika hapa nikapata chifu amefika na maaskari wamekuja. Kulikuwa na hasira kubwa sana. Hata saa hii mama vile anaongea tunasikianga kama ni kitu kingine kinatusukuma, lakini sasa ngoja tu Mungu atusaidie. Tusichukue masetani kwa mikononi yetu. Brian aliuawa kitu kama saa 5. Wakaweka kwa nyumba. Hii masaa yote Brian alikuwa kwa nyumba. Wakati nduru ilipigwa kitu kama saa 2 ya usiku, Brian tulikuja tukapata Brian alikuwa amefungwa miguu, kamba imemnanza kwa miguu, mikono. Brian yako na damu kwa mguu, ni kama mguu ilikuwa inafunjika. Na alikuwa amekufa sasa, damu imegandana. Brian sasa amekuwa ni kama alikufa siku 2 imepita. Si mtu alipigwa nduru alikufa saa hiyo. Huyu mama na mandugu zake ndio waliua Brian. Na Brian yako kuwa mtu wa kuongea na mtu, hata kukusalimia tu, ukiangalia na yeye tu ndiye atakusalimia, ni mpole. Na si mtu mwenye vile anaeleza ati watasafurutana na mandugu zake. Na mandugu zake ni watu wako na nguvu, ni watu wanaona hawezi sindana na Brian, ni kitu kidogo sana. Hata mimi peke yangu hawezi kunisinda kwa mkono yangu hata Teresa. Hiyo sasa story yenye anaeleza ni ile inaleta uchungu kwa roho yetu mpaka tunasikia mbaya sana. Huyu mama waje aeleze mzuri. Waje alisema ati mandugu zake hawakupiga Brian. Na hiyo Brian hajawahi patikana na bangi. Brian hajawahi sikia kesi yake tangu akuje naye hapa anunue samba hapa Brian akiwa mdogo. Hajawahi sikia mtoto hata wamepigana na mwingine ama wamegombana na mtoto mwingine. Yeye ni rafiki ya kila mtoto. Awe mdogo, awe mkubwa, awe mtu mkubwa, ni mtu mwenye yako na heshima. Kila mtu anasema ni anko. Anko ajui anko ni nani na cousin yangu ni nani. Akiona wewe ni mtu mkubwa ni anko, ni auntie. Ni mtu mwenye yako na heshima. Akicheka anacheka tu pole pole. Huwezi jua kama amecheka. Anacheka tu pole. Brian hana maneno. Sasa waje tu aseme Kenya ametoa Brian kama sacrifice sijui nini. Sijui nini ametoa yeye huyo Brian mpaka kufa. Hata sisi tuko na uchungu sana. Hata siku hiyo yenye tulikufika hapa kama hatukupata maaskari wako hapa, sijui kama huyu mama hako wapi. Saa yangu kwa wapi. Wacha tuambie ukweli kwenye kijiji, tujue kweli ni nini. Kama amemtoa mtoto wake, aseme mtoto wangu nilimtoa kama sataka kwa sababu fulani na fulani. Kuliko kutanganya maneno mingi ati mtoto yangu ametolewa shule, asijui alikunywa pangi, alianza mwaka gani. Huyo mtoto amesoma miaka yote, hakukuwa na maneno. Hata tumeaienda na yeye mpaka kwa shule akiwa Kinyakeminji. Akisoma huko, tulienda visiting huko tukaona mtoto. Hakukuwa na maneno. Unajua kusoma, soma hii barua. Sijui kusoma nini. Hii barua niliandika mimi mwenyewe. Hii barua niliandika kama ilitoka wapi. Barua elia. Rende karua agenda. Usedo lichweli. Kwa kuli bagalia ogwa kwa na kweza na kwa. Kwa kodi? Huyu mama sasa wakati Ngoja. Huyu wakati tulikuta sasa kitu yenye tulipata ya kutangaza sana, Brian amekufa na amemwagiliwa dawa.
ati alikunywa sumu kwa kitanda. Kitu yenye ilikuwa inanuka kwa nyumba ni sumu. Nichana na kupigia polisi kwanza kumaliza. Sasa Brian hakukuwa na story na mtu. Brian alikuwa mtu mungwana. Brian ni mtoto mpole. Sasa mama kama amemtoa kama sadaka, yeye ndiye atakwambia kijiji mimi nilitoa mtoto wangu kama sadaka. Ndio kijiji tuamue tutafanyia nini ama tutafanya nini. Kwa sababu vile unaona anaongea akisindana na sisi tuko na mauchungu hata kama mtoto ni waka yenye alisaa, hata sisi hata tuko na watoto. Tunasikianga ule uchungu hata kama ingekuwa ni wangu. Saa hii ameua huyu, tena atakuja kuua mwingine ama auniue ama aue mtoto mwingine. Kwa sababu kisa yenye amefanya hapa ijawahi fanyika hapa tangu miaka yote, tangu nikue vile nimefika hivi. Sijawahi mtu nikiona mtu ameua mtoto wake.